Kwa jina naitwa Gideus Karatunga, Program Manager wa mradi wa KCCO wakishirikiana na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Bukoba katika mkoa wa Kagera. Programu yetu ni kuboresha huduma za afya ya macho na kuhakikisha kwamba wagonjwa wenye matatizo ya macho wote wanapata huduma, na zaidi wale ambao wana uoni hafifu na ambao hawaoni, ambao wanaweza kurudisha uono wao, kwamba wakifanywa upasuaji na wakipata matibabu wanaweza kukaa vizuri na afya zao za macho. Tuna programu hii ambayo inafadhiliwa na wenzetu kutoka Australia, Fred Hollows na KCCO, ambao ni wadau wetu ambao wanaishi mkoa wa Kilimanjaro, ndio ofisi zao kubwa zilipo, ndio wanatufadhili. Lakini katika programu yao ya huduma za macho tuna programu nyingine ya kuelimisha akina mama ili waweze kuibua wagonjwa walio wengi katika jamii. Kwa mjibu wa research zilizofanyika, wanasema kwamba wagonjwa wanaoonekana kutafuta matibabu ni wanaume zaidi, lakini wagonjwa walio wengi ni wakina mama. Kwa hiyo tunawapa elimu wakina mama ili waweze kwenda kwenye jamii kuweza kuwatafuta hao wagonjwa ambao wana tatizo la macho. Kilichofanyika, tulikuja Kyerwa tarehe 28, tukawaandaa wakina mama katika vikundi vyao, wanaitwa microfinance. Wakina mama wakaja kama 60. Tulikuwa na wakina mama 60 ambao walipata elimu ya huduma ya afya ya macho, jinsi gani wanaweza kumtambua mgonjwa mwenye matatizo ya macho. Wamama wametufanyia kazi nzuri sana. Ni kushirikiana na kituo cha afya cha Nkwenda, kushirikiana na wilaya, hospitali ya wilaya kwa na mratibu wa afya wa macho, wamefanya kazi nzuri sana. Wakina mama kazi waliotumwa kwenda kuwatambua wagonjwa ambao wana tatizo la macho wameifanya vizuri sana. Mwitikio umekuwa mkubwa sana, na mpaka ninavyozungumza leo siku ya 3 sasa tumeshaona wagonjwa zaidi ya 500, na wagonjwa waliopo kwenye listi kitangia mpaka jana hatujaongeza wa leo ambao tutakiwa tuwafanyie operation ni wagonjwa 22, na walio wengi tumeshawafanyia operation, tunasubiri tuingie operation nyingine kama wagonjwa wengine kama 20 hivi. Kwa hiyo tutatoa ripoti baadaye kamili kwamba wagonjwa wangapi walionwa na wangapi walifanywa operation. Zoezi limeenda vizuri sana, na mshukuru dada Eliza ambaye amesimamia kazi hii ya microfinance kuelimisha akina mama akiwa na Edmond. Wakina mama wameelewa jinsi gani ya kuweza kuwatambua wagonjwa wenye matatizo ya macho, na kusema ukweli mawaleta wagonjwa wale ambao tulikuwa tunawahitaji, na wakina mama wamehudhuria kwa wingi. Kwa sababu nikiangalia ile oza yetu ya kwanza ya operation, ukiangalia ambao wanahitaji operation, wakina mama tunao 18. Wana baba wanaonekana wako 6 tu. Kwa hiyo maana kwamba wameenda kabisa kuwagusa wakina mama. Na tunaendelea kutengeneza listi nyingine, tunaingia kufanya operation, tutaona na tutatoa takwimu hapo baadaye. Mabalozi ambao wamepata hii elimu na kupewa vyeti vya kuhitimu elimu yao kwa ajili ya kuwatafuta na kuwagundua na kupata elimu ya utambuzi kwa magonjwa ya macho ni akina mama 60. Akina mama 60 maana yake wametoka kwenye vikundi 30 vya kijamii. Hao wakina mama 60 ndio wameweza kufanya hii shughuli. Hii shughuli kwao tumeshawaambia, kwa sababu tumeshawapa elimu hiyo, wataendelea kukaa kwenye jamii na kuwaibua wale ambao watakuwa na matatizo ya macho. Wataendelea kuwaona kwa sababu wameshapewa elimu ya kuwabaini. Maana yake wakishawabaini sasa wanawatuma kwenye sehemu zinazohusika. Kwa mfano, kwa Kyerwa hapa kuna mratibu wa macho yuko hospitali ya wilaya ya Kyerwa, lakini kuna mtaalamu wa macho yuko kituo cha afya ya Nkwenda. Tunatumia hivi vituo viwili hivi kuweza kuhakikisha kabisa watu jamii ya Kyerwa inapata msaada wa macho kupitia kwa watu hao. Na kama wao watakavyofanya wakina mama watalifaa mpaka hapa. Na hapa wakiona kwamba kuna shida labda mgonjwa, na hii ni endelevu kwa sababu tulishafanya ya kwanza tukafanikiwa. Hii ilikuwa ni kuwatafuta watoto ambao wana mahitaji ya kupata huduma za macho. Waliwatafuta watoto wengi na watoto tukawasaidia, na wengine tukafanywa operation pale kwetu. Wadau walituwezesha kumtafuta mganga kutoka hospitali ya Kanda ambayo ni specialist wa watoto,
ndio alifanya kazi kubwa sana ya kufanyia operation watoto, na sasa hivi wanaendelea vizuri. Kwa hiyo tunaendelea, wataendelea, huduma zinaendelea, ni endelevu. Kwa hiyo tutaendelea na kutafuta wengine kusudi waende kuwasaidia jamii. Hii tuhakikisha kabisa kama tunazuia upofu, tuzuie kabisa, kwa sababu upofu upo unaozuilika. Kwa hiyo tupambane kabisa kutokomeza upofu ambao unazuilika. Asante sana. Mafunzo ya kubaini watu wenye matatizo ya macho. Kwa kweli tumefundishwa mambo mengi, kumtambua mgonjwa wa macho tumefundishwa. Na tumeaswa hasa kwamba sisi tuwe mabalozi hawa wa macho, tuzunguke vijijini, tusikubali hawa akina mama, baba, watoto wanaougua macho wakakosa msaada. Tumeambiwa hili ni zoezi endelevu, tuendelee kuwabaini na tuwaripoti kwa mratibu wetu wa macho wa wilaya. Mafunzo tuliyopata ni mazuri sana. Tumeandaliwa hata vyeti vya utambuzi kwamba tunatambuliwa kwamba sisi tumepata mafunzo, tumepata huo utaalamu. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Tunawashukuru sana wataalamu waliokuja kutufundisha ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa, wakishirikiana na taasisi ya KCCO, wakifadhiliwa na serikali ya Australia. Kwa kweli tumefaidi sana, na tunaahidi kwamba mafunzo tuliyopata kwa kweli tutaenda kuyatumia huko vijijini, tutawasaidia watu wagonjwa, tutawabaini, tutawaelekeza pa kwenda, na hasa shabaha ya hili zoezi ni kutokomeza upofu nchini Tanzania.